Going forward, kama mtu anaomba vivutio vya uwekezaji, tutampatia vivutio kwa kuzingatia vigezo vitano. Mkifanya tathmini uwekezaji wake haupo katika vigezo vitano, hawezi kupewa vivutio vya uwekezaji hapa Tanzania. Tunataka uwekezaji ambao utajibu shida za watu wetu. Vigezo vitano ni vipi? Ni kama ifuatavyo. Cha kwanza, tunataka uwekezaji ambao unaongeza uwezo wetu na fursa ya kuzalisha ajira kwa wingi. Kwa hiyo tutapima na kukuuliza, unaenda kutengeneza ajira za vijana wangapi? That will be the primary consideration in assessing whether you qualify or not to get any type of incentive for your investment. If your investment is helping us to address the question of unemployment for our young people, that kind of investment will be given a very high priority and will be ready to provide incentive appropriately, both tax and non-tax incentive. Number two, uwezo na fursa ya kuongeza mauzo ya bidhaa nje ya nchi, bidhaa zilizoongezewa thamani. So export will be a very important factor. Number three, nafasi ya sekta ya kukua na kuchochea ukuaji wa sekta nyingine, sector linkage. Number four, nafasi ya sekta katika kuongeza thamani. So value addition is key. Hapa hatuwezi tena kuendelea kusafirisha bidhaa zetu kutoka shambani mpaka bandarini. Hapana. Tunataka bidhaa zetu kutoka shambani ziende kiwandani ndipo ziende bandarini. Tunataka madini yetu is not about from the port to the port, kutoka kwenye shimo la madini mpaka bandarini. Hapana. Itoke kwenye shimo la madini ikaongezewe thamani ndipo yaende bandarini. So that is our new direction. Kwa madini yetu kisera na kisheria hayapaswi kusafirishwa nje ya nchi bila kuongezewa thamani. Tano, fursa ya sekta katika kukuza mapato ya serikali, revenue generation for the government. Ili serikali iwe na uwezo wa kuhudumia watu wake, lazima ipate mapato. Kwa mapato ya serikali ya kikodi na sio ya kikodi itakuwa ni kigezo kikubwa sana katika kufikiria aina ya uwekezaji ambayo tutauruhusu na kuipa consideration hapa Tanzania. Hivyo ndivyo vigezo ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti wa bodi na bodi yako itabidi mvizingatie katika kupitisha uwekezaji hapa Tanzania. Sasa ili kutekeleza haya pamoja na majukumu mengine, ninatangaza mikakati 8 ifuatayo maalum ambayo tunaamini tukisimamia vizuri itakuza uwekezaji nchini na hususan kupanua fursa za uwekezaji na ajira kwa vijana. Ili kutekeleza vigezo vile vitano, nataka kutangaza mikakati ifuatayo. Mwenyekiti wa bodi uisimamie hii. La kwanza, mkakati wa kwanza, tunaenda kuanzisha kituo maalum cha kuhudumia na kuwezesha wawekezaji vijana, yani Youth Investors Resource Center. Kituo hiki kitatoa huduma za mafunzo, uwezeshaji na usaidizi kwa wawekezaji vijana. Na kituo hiki kitakuwa Mabibo pale Dar es Salaam. Mabibo, unajua Mabibo pale, sasa watu wasije wakasema nimechagua eneo ambalo mimi ni mbunge. Ni eneo tu limefanyika kitaalamu kabisa. Tunafungua kituo pale Mabibo hapa Dar es Salaam maalum kwa ajili ya kutoa mafunzo, kuwasaidia vijana namna ya kufungua kampuni, namna ya kuwekeza, namna gani ya kupata mitaji, kuunganisha na wafanyabiashara na watu wa mitaji wote. Na kituo hiki baadaye kitasambaa, itakuwa ni nchi nzima. Kwenye kila ofisi ya TISEZA ya mkoa kutakuwa na kituo hiki. Natarajia kukizindua kituo hiki kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kwa mwenyekiti wa bodi, kituo hiki ukakianzishe, ukisimamie, nikizindue kabla ya mwisho wa mwezi huu, kabla sienda Christmas.
Sasa simnataka kwa wajumbe wa bodi. Sasa mambo yenyewe ndio hayo. Unajua wakati mwingine kwa waziri kuna raha yake, unatoa maelekezo na watekelezaji wanafanya kazi. La pili, tunataka tuanzishe program maalum ya kuwezesha wawekezaji vijana kubuni na kuanzisha uwekezaji wa viwanda nchini. Tunataka vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi wapewe fursa na maeneo wakawekeze kwenye viwanda. Na programu hii itahusisha mafunzo, uwezeshaji wa kupewa ardhi, na ndio maana tumemteua moja ya wajumbe wa bodi, nimemteua makusudi kamishna wa ardhi. Sasa ndugu kamishna, tunataka vijana, na kumbuka nilituma message ukashukuru sana kwa kuteuliwa kwa mjumbe wa bodi, hukujua nimekupa mtego, kamishna wa ardhi. Tunataka kamishna wa ardhi, sheria inazungumzia kuwa na benki ya ardhi kwa ajili ya uwekezaji. Katika ardhi ambayo tutatenga ardhi specifically kwa ajili ya vijana wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi. Wakabidhiwe ardhi, tutawawezesha wafungue viwanda, wamiliki, waajiri wenzao. Na kwa kuanzia ninatenga maeneo yafuatayo ambayo tunayo. Mwenyekiti wa bodi, haya ni maeneo ambayo TISEZA inayo, yapo chini yako na yapo chini yangu, na ninayatenga haya, tunayamiliki bwana kamishna. Maeneo yafuatayo kwa ajili ya vijana: Dodoma, ninatenga ekari 100 katika eneo la Nala maalum kwa ajili ya kuanzisha kongani ya viwanda itakayomilikiwa na vijana. Ninatenga ekari 20 eneo la Kwala kule Pwani, ekari 100 pale Bunda Mara, ekari 100 Songea, na ekari 20 Bagamoyo Pwani kwa kuanzia. Programu hii itaendana na kuzindua kituo cha kuwezesha vijana, na hii ni kabla ya mwisho wa mwaka huu. Tutawapa vijana mafunzo. Kwa kazi ya TISEZA ni very simple. Nimeshawapa haya maeneo. Kazi yenu mkaweke vigezo vilivyo wazi vya kuzingatia haki. Vijana waliomaliza vyuo vikuu, vyuo vya ufundi waombe. Mtawachagua. Mtawasaidia wasajili kampuni BRELA. Mtawasaidia kuwaunganisha na mabenki na taasisi za fedha wapate mitaji. Mtawaunganisha na wazoefu wa kina Mama Sara Masasi. Mtawaunganisha wajengewe pale viwanda, wakabidhiwe zile industrial sheds. Wamiliki viwanda hivyo, humo wataajiriana wenyewe. Aliyesoma mimi na sasa ataajiriwa hapo, lakini muhimu ni kwamba wavimiliki viwanda waweze kuviendesha wao. Kuna ubaya hapo. Tunatarajia katika miaka 5-10 tuwe na mamilionea wa vijana wetu ambao wametoka katika taasisi zetu za elimu. Tunadhani kwa kufanya hivyo tunaweza tukasaidia kwenye kupanua fursa za ajira. Kwa hiyo ndugu zangu, Terry na mwenyekiti wa bodi, ili jambo mlifanyie kazi, mlisimamie mapema, na nitafurahi sana nilizindue programu hii kabla ya kwenda Christmas mwaka huu wa mwaka 2025. Mkakati wa 3, tusogeze huduma za mamlaka kwa maana ya TISEZA kila mkoa iwe na ofisi ya TISEZA kabla ama ifikapo mwaka 2028. Tunataka mamlaka za serikali za mitaa viwe ni vitovu vya uchumi, uzalishaji, sio tu mamlaka kwa ajili ya mambo ya utawala. Huko kwenye local government ndiko wanapoishi watu. Ni muhimu sana uzalishaji utokee huko. 4, kwa kushirikiana na sekta binafsi tujenge miundombinu ya uwekezaji na viwanda nchi nzima. Kwa sekta binafsi tunayo
chini ya Angelina, wapatiwe maeneo, wajenge hizo industrial parks. Wakisha jenga wao, vijana mnawakabidhi industrial sheds, wanaendesha.